Hujambo, mimi ni MJ for people. Karibu kwa wakati mwingine tunapoendelea kukumbushana na kujifunza na kujengana katika yale ambayo yanatupasa. Leo tutakuwa tunazungumzia hatua tatu za ukuaji. Na tunapozungumzia hatua tatu za ukuaji, hii tunazungumzia ni kitu chochote kile ambacho nakifanya. Nitaelezea vizuri hapa mbele ni namna gani ambavyo utatembea katika hizi hatua tatu. Hatua ya kwanza ni hatua ya kujifunza, kusoma mazingira. Hii hatua utaipitia katika kitu chochote au katika jambo lolote lile unalohitaji kulifanya katika maisha yako. Chukulia mfano dereva, atahitaji kujifunza udereva na kusoma kwenda chuo, kusoma alama za barabarani, kusoma mambo mbalimbali katika maisha yake. Hiyo ni hatua ya kwanza na ni hatua ya msingi sana ambayo haitakiwi mtu yoyote airuke. Utakiwa kuruka hiyo hatua ya kujifunza. Tunapozaliwa katika hii dunia tunahitaji kujifunza. Na ni kwa nini ni muhimu kwa sasa hivi kujifunza? Kwa sababu hatua hii ya kujifunza ilitakiwa ifanyike kwa wazazi wetu. Wazazi wetu ndio walitakiwa watupe elimu za awali, walitakiwa watufundishe kwa awali. Lakini kutokana na mazingira ya dunia ya ulimwengu jinsi alivyotujenga, pengine unakuta mtoto amelelewa na mama mmoja, amelelewa upande wa baba au amelelewa na wote, lakini hao watu wote wawili walikuwa wana majeraha, hawakuwa na capacity au nguvu au uwezo wa kulea mtoto. Kwa hiyo unapokuwa unaanza mwenyewe kujitafuta. Na wakati mwingine naposema kwamba hii hatua ya kujifunza ni pale ambapo nakuta tunaenda Sunday school, pale bado hutambui habari hata za Mungu vizuri, hutambui hata habari za mahusiano vizuri, hujui hata nini maana ya upendo, maanake unajitafuta au unatafuta kujulikana, maanake unaanza kwa kujifunza. Na hatua ya pili ni ya practice au kufanyia mazoezi kile ambacho umejifunza. Hii na yenyewe ni hatua ya muhimu sana, kwamba tumetolea mfano dereva ameshajifunza gari, amejifunza kuendesha gari. Ni kweli ana uwezo wa kuendesha gari, lakini anahitaji hatua ya tatu, kuingia na gari barabarani ili aanze kujifunza kwa njia ya vitendo. Alijifunza darasani, anaanza kujifunza kwa njia ya vitendo. Na utagundua watu wengi wanakata tamaa, wanarudi nyuma, wanavunjika mioyo, wanaacha kazi zao, wanaacha ndoto zao, wanaacha biashara zao katika kipindi hichi, katika hatua ya pili ya kujifunza. Ninakusihi usiwe mmoja kati ya watu ambao unaacha ndoto yako, unaacha kazi yako, unaacha jambo lako ambalo ni la muhimu kwa sababu ya hatua hii ya pili ya kufanyia mazoezi kile ambacho unajifunza. Na hatua hii ndipo inapotokea unaweza kaanzisha biashara, ukakopa mtaji, ukawa na mtaji, ukawekeza na ukafeli. Haimaanishi kwamba biashara unayofanya pengine ni mbaya, hapana, lakini ni sehemu kwamba unapokuwa unaanza kujifunza kuendesha gari kwa vitendo, kuna wakati utakanyaga breki kwa ghafla, kuna wakati ambapo badala ya kukanyaga breki utakanyaga mafuta na kadhalika. Kwa hii ni hatua ya muhimu sana kwa uangalifu na hii hatua. Na hatua ya tatu ambayo wengi tunatamani kwenda katika hiyo hatua na tunaanzia katika hiyo hatua hata katika kipindi cha tunachofanya biashara na kadhalika, ni hatua ya kuanza kuishi sasa. Umeshajua, umeshajifunza, umeshakuwa mzoefu, umefanyia uzoefu kama ni biashara, ni kazi. Sasa unapumua kiasi na unaanza kuishi kile ambacho ulikuwa unafanyia kazi wakati wote. Na hii na yenyewe ni hatua ya msingi sana katika maisha, kwamba unapokuwa huko pale juu umesimama, unatakiwa uwe makini ili usishuke tena chini kwa kurudia makosa uliyojifunza katika kipindi cha kufanyia mazoezi, cha practice. Kwa maana kwamba makosa yale ukiyarudia gharama zake ni zile zile. Kwa kipindi na chenyewe ni kipindi cha muhimu sana, na unatakiwa uwe makini sana katika kuhakikisha kwamba unatulia sasa, unaanza kuishi haya maisha. Sasa utagundua katika hivi vipindi vitatu wengi huwa tunakimbilia katika kipindi cha tatu. Hatujifunzi, hatufanyi mazoezi na tunakimbilia katika kipindi cha tatu ambacho tukifika kule hatujui chochote, hatuna idea na tunavuruga. Mwisho wa siku kile kitu tulichokivuruga kinatupelekea, kwa sababu tunajua kwamba maisha hayawezekaniki, sasa hatuwezi kusonga mbele, kinatuvuruga, tunajikuta tumeangukia katika uzinzi, tumeangukia katika madawa kulevya, tumeangukia katika kunywa pombe, katika mapigizano na kadhalika. Na hivi vipindi unapitia kote, kwenye biashara utapitia, kwenye ndoa utapitia, kwa maana ya kwamba kuna kipindi cha kwanza cha ndoa ambacho tunashauri kile cha kujifunza kiwe katika uchumba. Usijifunzie ndoa katika ndoa.
practice baada ya kujifunza kumjua mume wako, umemsoma, umemwelewa na hasira na hivi na hivi na hivi. Kwa unapoingia kwenye ndoa unaanza kujifunza kuishi na mtu mwenye hasira, unaanza kujifunza kuishi na mtu ambaye ni mbishi, unaanza kujifunza kuishi na mtu ambaye baada ya muda kidogo sasa umeshamuelewa na umefanyia mazoezi, kwa unajua unaanza kujua kwamba hapa amechukia, hapa yuko hivi. Si kwa maana ya mazoea, usimzoee mume wako, usimzoee mke wako, lakini kipindi cha tatu ndio kinakuja cha furaha, na wengi sasa tunakata tamaa pia vile vile katika kipindi hiki cha kwanza. Kwa kweli usalie na wakati mwema hadi wakati mwingine. Mimi wananiita MJ for people. Bye bye for now.